kwa moyo wa kupenda kwa kito mpaka Mungu afurahi kwamba hakika umeyazabihu maisha yako kwangu. Na moyo wa kushukuru. Na moyo. Shida najua mpaka nasema hivi. Shetani anamsuta. Toka umempa ndoa, toka umempa watoto, hapo ndio anaje kukushukuru. Adui usipe wako. Utamtumikia adui yako. Moja, kwa njaa. Usitarajie kuja kuwa na chakula ndani mwako. Yaani wewe itapatikana pia kwenye jiko. Ndio wangu vipi? Chukua buku mbili kanao mkao wa buku na kilo. Hivi wewe huyu mtoto. Tuna mada zake gorofa ya pili. Anakuzoea jinga aliyeweka mtoto. Aliangalia uso wa mzee. Aliangalia uso wa mzee. Wala alipendelei kijana. Unafikiria mateso. Sio roho, hiyo ni roho ya uharibifu, sio mawazo. Ni roho ya uharibifu inashamhamisha kwa vitu vingine. Hakuna kuolewa mwaka wa kwanza. Mwaka wa kwanza tunaanza mwaka 20. Unaenda. Wata 23, 24. Kuchumbanga wanakuchumbanga. Okay, anasema huku nitumikia katika furaha, huku nitumikia kwa moyo wa kupenda. Ndio maana nimeamua kuwaruhusu ili waje wakuangamize, na sisi hatuko tayari. Yesu anasema tukiziungama dhambi, leo tutatoka. Hiyo ni itaondolewa. Katika kitabu Yeremia 23:4. Mungu wa Israeli asema hivi, ya chuma juu ya shingo ya mataifa. Kwa hiyo ya chuma inaanzia kwa mtu wa mataifa mmoja mpaka kwenye mataifa. Kwa ile nila ni kubwa. Inaweza kufunga familia nzima. Inaweza kufunga kijiji kizima. Yako lazima yaondoe ile nila na kuvunja mipaka yao. Amen. Wacha kuomba nani? Kuna ushauri wao. Kuna mtu anakuambia kwamba wewe mdomo na wewe bora kuliko nani? Mimi sina mpango na wewe. Mimi na mpango kujitoa kwenye maisha. Amen. Hadi mimi nikae. Angalia na napa chama ni mdomo lake. Kesi ya kesho nasema nimeokoka hapo kwa na amani kundu. Hapo ndio anakuambia kumbe ni Jumapili anasema kwa kweli nimemuona Bwana. Ndio maana wakataka kugeuza shunga. Anaungua moto mwingine inaingia vizuri sana. Kwa sababu Yesu anasemaje? Pepo mtokapo mtu uzunguka hapo anaangalia wapi. Tunakwenda kujua.